Poa vipi? Shokali mwanangu, lazima nini mwanangu? Mwanangu ile sio poa yani. Ukija mtaani kwangu kama hivyo nataka uje kile. Ukunyatanyata unajua? Mimi naweza kukufikiri mzee mwanangu. Nimekuja kama nilivyo. Bali edisikia. Wewe na wazee kweli mwanangu. Fanya mazingira. Bali edisikia. Haina haja kuhesabu mwanangu na kuamini. Tunajua zile. Swazi. Watoto wengine jawa, watoto wengine micholesho. Cheki mazingira, cheki. Swazi. Nikatae mwanangu, swazi, nikatae. Wewe, tulia. Nani tena? Nyanyuka. Pande mangunga hadi mimi. Wewe. Eti wewe unataka urekebishwaje ili unyoke wewe? Sikia bwana pande mimi nilikaa tu hapo napiga. Hiki ni nini? Ni nini? Sikia pande mimi sasa mazingira yangu pande. Yaani wewe unataka unyoshwaje ili uelewe unataka sasa tulia afanye. Naomba huyu sasa hivi nidhamu ya kuleti. Yaani ni kuleti tu wala sio kuliacha. Pande. Sikia bwana Mangunga. Mimi nikuzingatie mazingira yangu ya malizi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Ndio. Swala hili sio la kufanya masiara hata kidogo. Ndio. Tena ndo wakati wake. Mimi ninachoomba wewe fanya mazingira ya mambo yaende sawa, mimi nikaongea na hakimu. Najua nikimshika mkono mambo yameenda. Shaisha hiyo sikizia, sikupe mazingira yako ile tu ya malizi, yani nataka mtani sasa hivi ni vimbe, yani onekane mimi tu, tunajua zile. Yaani wewe tu. Vipi ngoja. Wewe vipi bwana mdogo? Wewe uweze ukanipa mimi hiyo ni shilingi ngapi? Nakudania bwana. Unajua afande Mangunga anajua nakuamini sana afande Mangunga. Hapa ndipo napokukubali mimi bwana mdogo. Basi ya malizi nakutegemea. Mimi nakwambiaje? Hapa hakimu haruki. Yeah. Mchawi wa mtu huwa ni pesa tu. Ndio. Mambo yameisha. Vinginevyo ungeenda kupotea. Afande Mangunga mwa kama hivyo sasa nakuleta mazingira ndio maana nataka uyamalize. Kesi imekwisha. Hapa mimi nikikaa na hakimu, tunayajenga, tunayazungumza, mambo yataisha. Bali ndio sio. Basi mimi nafikiri tutayajenga zaidi. Baba Vecha. Jana nimemwona yule kijana. Na yule kijana anasifika kwamba ni mwizi jambazi. Wewe uone kwamba anapokuja hapa nyumbani mume wangu atatuletea matatizo? Mke wangu, naomba nikwambie kitu kimoja kwamba yule anakuja kwa ajili ya ile kesi yake ile. Kwa hiyo huwa anakuja kwa ajili ya kutafuta suluhisho tu. Nimekuwa nikimsaidia swala lake la mahakamani. Sidhani kama atakuwa na matatizo. Sawa. Mimi sitaki yule kijana aje hapa. Yule kijana ni mwizi, ni jambazi. Anakuja hapa kufanya nini mume wangu? Uone kwamba atatuletea matatizo? Kwani shida ni nini mke wangu? Yaani yule swala la kuja kwake ni kwa ajili ya kulimaliza tu swala lake, lakini hakuna tofauti tena na masuala hayo mengine haya unayozungumzia. Sawa, mimi sitaki aje hapa. Mkitaka kukutana mkutania huko juu. Hapa sitaki aje mume wangu sababu sisi tutapata matatizo kwa ajili ya yule kijana. Sijui tunaelewana mume wangu? Fahamu mimi ni jeshi la polisi. Kama askari na wajibu wa kuwasaidia watu na wao wakajua kwamba wana kiongozi kwenye kata yao, kwenye mji wao. Kwa yule ni kama jirani. Sasa kama utakuwa na tatizo eti sababu ya hili swala la kufika tu yeye nyumbani hapa, wewe huhitaji, basi unaeleweka. Haya sawa mume wangu. Sasa bwana kijana. Inakuaje tena unanifuata mpaka nyumbani? Maswala haya nitakiwa tu tunamaliziana huko. Unajua bwana Mangunga ameshatoa hela zangu kibao, sawa? Alafu unaponiambia mara huu ni si nyumbani kwako, wewe unanichanganya akili hata sielewi. Kwa nini? Ukinifuata mimi nyumbani ndio swala linaweza likaisha? Haliwezi kuisha hata kidogo. Mimi nimekwambia kabisa kesi yako ni kubwa, tena kubwa kweli kweli. Tena
swala hili sio la kulifanyia masiala. Mimi nilitegemea labda ukija hapa nyumbani unakuja kuniletea tu pesa, unaniambia bwana hapa mimi na milioni 2, milioni 3. Mimi nikufanyia fair. Unaambia mambo hayo mimi sielewi kwa sababu mimi nataka kesi yangu iishi. Nishakupa hela zangu kibao. Unajua unaelewa. Alafu unafoniambia wewe nisije nyumbani kwako, sima nda kulevya sio hivi na hivi, unachanganya akili. Wewe bwana mdogo, kesi ya madawa ya kulevya sio rahisi kama unavyofikiria. Sijui unanielewa? Ulinikabidhi kwa sababu unajua kidonda cha kichwa mkaguzi wake kidole na kukagulia swala lako liishi. Sasa wewe unaanza kuleta ujinga. Mimi nikajua umeniletea pesa hapa. Basi sikie bwana Mangunga. Nakutegemea. Ndakuletea milioni zako 2. Haina shida. Nakutegemea. Leta pesa, mambo yako yataenda sawa. Safi. Nakutegemea sana bwana Mangunga. Haina shida. Ila sasa sio tunakuja kufuatana nyumbani tena. Sawa. Yaani mwanangu unafeli katika vitu ambavyo unafeli, yani unafeli, unayumba. Ni hili swala kumalizana huyu bwana miaka siku ngapi mwanangu unamalizana kesi ndogo tu. Kesi yenyewe ndogo mwanangu unashindwa kucheza nayo mwanangu vipi? Mwanangu kama unania kunisaidia nisaidie tu mwanangu. Mwenyewe unaelewa mazingira yetu, sawa? Unafuata Mangunga sio afuate nani mwanangu, mwenyewe unaelewa mazingira yake. Machizi kibao amewateka mpaka leo hii hatujui wapo wapi, afu leo unanikataa kama hivyo. Mwanangu mimi nisaidie milioni 1 tu. Inakuwa baridi mazingira yetu. Au sio milioni 1 mwanangu vipi? Huyu mwanangu atakula hela kama mchwa, si unajua? Sometimes na gani vipi mwanangu ukiona vipi mambo yameenda vile ovyo mwanangu unatumia hata alternative B unajua zile pale zile unatumia hata ubabe unaleta jalamba fresh. Mwanangu wewe vipi babu? Wewe mwanangu mwenyewe unajua mimi na akili mbili tu ba mdogo ile mwanangu, sijui nikiamua kubisha na bisha unajua zile. Wewe mwenyewe unaelewa mwanangu, sawa? Ile unafuata mwanangu tuchukulie poa mwanangu. Mwenyewe unamjua vizuri ba mdogo. Sasa kurudia tena wanaetu kibao wametekwa mwanangu mpaka leo yetu jua hapo wapi. Afu mwanangu anataka na mimi nipotee, si ndio? Haina noma, mimi sikukatai mwanangu. Wewe sana ushanyia tena katika mkono. Mimi kukata tena ile inakuwa namna gani vipi ile nimefeli au vipi? Haina noma, mimi sikupi mmoja, mimi nakupa 2. Baridi mwanangu. Nazo kamalize kesi mwanangu, si unajua zile? Sikilizia sasa sona kaka kindezi mtoto mpoa kama leo wapi sijui. Baridi. Wewe mwanangu nakuelewa, una roho ngumu, hakuna mfano dunia. Mwanangu. Jitu jeusi alieleweki mwanangu, jitu wewe mtu wenyewe mweusi unashindwa kuishi naye. Mbadilishe rangi. Pinga wewe unachona nguo za baridi na nguo mwekundu unasemaje? Show kali. Sema nini? Twende kwenye serious maana kinachotoka hapo ujue inaendesha maisha. Babu. Muona babu. Johannesburg. Niko yenyewe mwanangu, hapo ile testa mwanangu, tunajua. Johannesburg hizo. Natukia kutoka Leone ni mwanangu. Sasa mwanangu nachukuomba. Nenda kafiksi mambo yote mwanangu, tukifanya mambo mengine awelee kama tunaingia mbinguni, tunaingia. Usio na kesi hapo wala mbinguni. Wewe mwenyewe unaelewa mwanangu. Show kali. Kaishi naye mwanangu. Hivi tuliongea nini kuhusu huyo kijana kuja hapa na kufanya naye hizo biashara? Mama Vecha, nakumbuka ulikuwa umeniambia kwamba hauhitaji awepo hapa. Lakini unatakiwa upaswe kujua kwa tu kwamba yani watu wengine hawa wanakuja kwa ajili ya kutuletea pesa tu. Usifikirie eti kwa sababu mimi ni mtumishi wa serikali pesa ya mshahara inanitosha. Hapana, haiko hivyo. Kwa hiyo kazi unaofanya ya kutuletea sisi shida humu ndani baadaye tuje tupate hata vifo, ndio unaona hiyo ndio sahihi kuliko kazi hiyo uliopewa huko? Pesa ndio inayotafutwa wala sio kitu kingine. Nimekukataza mara ngapi kuhusu hilo jambo na ukaniambia umeacha. Sasa hizi tu unaniambia pesa kitu kingine. Sasa tukisema tuanze kuhesabiana makosa ili mara ngapi? Tunakosa wote bwana. Lakini kuna muda mwingine tunataka tusameane.
Kazi zenyewe unaona kabisa kwamba kazi ngumu, muda mwingine unakaa unaumiza kichwa uelewi. Sasa unafikiri inakuwaje? Kwa hiyo wewe unaposhirikiana naye mwisho wa siku uje utuletee matatizo huko ndani. Hivi Mama Vecha, haya matatizo yanayokuja huko ndani yanakuja na nani sasa? Maana kama ni masuala ya matatizo, maana yake mimi nitamalizana nayo mimi na hao nao kwa nao. Wewe huko ndani masuala matatizo yanatokea wapi sasa ya matatizo? Sasa baki na hizo biashara zako baba na maisha yako kiujumla. Mimi naondoka kwetu, nimechoka na nimekuchoka. Sikiliza, sio maisha niliyoyachagua Mama Vecha. Vitu vingine unatakiwa ujue kabisa kwamba Mungu amenijalia nikapata mke mzuri. Wewe ni mwanamke wa kunifariji, wa kunipa faraja pindi ninapokuwa nimechoka, nimerudi, kazi zetu ni ngumu. Lakini ukisema ukae uanze kunipinga pinga, maana yake tunawapa faida watu wasiohusika. Mke mzuri, ungekuwa unanisikiliza. Yaani wewe cha msingi tubaki na mali zako na hao watu wako nao wasikiliza. Sio hivyo. Yaani unajua kuna vitu vingine muda mwingine ni vya kukana kushauriana. Sasa unafikiri tukisema tutegemee mishahara tutamsomesha mwanetu? Mtoto yule anasoma kwa milioni ngapi yule? Hasa unavyosema mwanetu, mtoto yule anasoma kwa milioni ngapi? Hata hivyo Mama Vecha, yaani unatakiwa ujue kabisa kwamba vitu vingine ni vya kujiongeza. Mimi mishahara ile ninayoipata sio mshahara unaonitosha mimi. Lakini ukisema uanze kupaniki namna hiyo, maana yake tunawapa faida watu wa nje. Wewe una tamaa kwamba mshahara unaopewa haukutoshi, yaani wewe una tamaa sasa. Kwa hiyo Mama Vecha tunapingana, si ndio? Sasa mimi nikwambie tu, yani kwa ustaarabu na amani, mimi naondoka kwetu. Tunampa faida nani saizi wewe ukiondoka? Vecha mdogo yule analelewa na nani? Utamlea mwenyewe. Mimi ningekuwa mke wako, unanielewa na tunasikilizana, ungekuwa unanisikia, usingeendelea kusikilizana hao wapumbavu wenzio hao sijui huko. Okay poa, nimekuelewa. Mimi sitaki unielewe wala kunielewane. Mimi naondoka baba, unaondoka. Hivi Mama Vecha, mpaka nimekuchoka, siwezi kubaki na wewe mwanangu. Yaani mwanaume gani wewe unaeleweka? Wewe ukisema unaondoka unafikiria hapo familia na kana hayo nani? Familia gani? Nimekuchoka. Mwanaume gani unashirikiana na majambazi? Lakini Mama Vecha, jaribu kujua kabisa kwamba wewe ni mama watoto. Sasa hizi usiku mimi ningekuwa mama watoto wako ungekuwa unanisikiliza. Mwanaume gani wewe? Nimekwambia mara ngapi achana na wewe. Anakuja yule mkaka amejichola chola, yani mkaka mwenyewe haeleweki, unashirikiana nao. Haya mambo sio kuzungumzia nje Mama Vecha. Hivi nimekwambiaje? Mimi naondoka. Naomba uniache. Nishakwambia Mama Vecha, yani kuna muda mwingine tunatakiwa tukae ndani tuzungumze. Vecha mtoto yule. Wewe mwanaume gani usosikia? Nimekukataza mara ngapi kuhusu nao watu wako? Unaniletea muni mimi kajichola chola. Sikutuletea matatizo huko ndani. Hayo ndio maisha yenyewe alivyo Mama Vecha. Maisha ndio ulioyachagua wewe. Endelea na hayo maisha ulioyachagua wewe. Mimi siyawezi. Kwetu sikuua baba. Lakini Mama Vecha, naomba nikwambie kitu kingine. Hawa ndio watu wanatuletea mafanikio Mama Vecha. Mafanikio? Ukisema wewe ndio maisha wewe ulioyachagua. Sio nimechagua Mama Vecha. Muda mwingine unapitisha mambo mengine yaende. Sasa ukisema uondoke hapa saizi Vecha na mrema. Endelea kuyapitisha mambo mengine yaende. Mimi naenda kwetu. Unasikia? Wewe niache. Mimi naenda kwetu. Bwalisi Rebojo Mama Vecha. Yaani unajua vitu vingine unavyoviamua sio vitu sahihi kabisa. Sio mimi kwangu sahihi ila kwako sio sahihi. Ila wewe unavyovifanya ndio sahihi. Mimi ninavyoviamua sio sahihi sio. Mimi nimekuelewa. Nimechoka, mimi naondoka naenda kwetu. Sikiliza basi Mama Vecha. Naye mimi naenda bwana.
Kecho. Wewe umelala hapo usiku sasa hivi? Baba hajarudi, mlango umefungwa. Hajarudi ndo lale hapo nje. Twende kwa tukalale afu kesho nitakuleta. Baba ananichapa. Akupigi mimi nitakutetea. Ninamsubiri hapa. Akija atanichapa. Akuchapa mimi nitakutetea. Umesikia? Twende. Lete. Hiki ni chumba cha wageni. Wakija wanalala huko. Pole sana. Siku nyingine ukipata tatizo, njoo faster uniambie mimi. Umesikia? Baby. Ajo mwanangu. Watu wengine wanataka kesi mwanangu, tuwasomee kesi totobotobo visu afu ile tuonekane ile tunalombaya mitaani kwetu, unajua? Ila mwanangu mimi nilikupanga. Ndio. Unajua ukitaka kucheza na makunguru ujue kunahitaji timing ujue. Nakubali. Si unanielewa? Baridi tu unafanyaje? Cha kwanza najua nishatoa hela zangu kibao mwanangu. Mwenyewe unajua hela mazingira yetu tunavyotafuta, sawa? Mara mwisho mwanangu nimekuja mtaani kwako hapa ile nimekuletea shida mwanangu, kanizingatia afu baridi ulinisema sana mwanangu, unajua? Kwanza acheni pombe zamani mwanangu, sema baridi shaisha kibingwa. Mwanangu nisikufiche mwanangu, mimi hela zenyewe zinaniuma zibali. Naelewa mwanangu. Mimi nisikufiche mwanangu, hela zinaniuma alafu nikicheki mtoto mdogo kama ule bana anachukua ile mazingira anatona sisi ile namna gani vipi? Unajua sometimes watu tunatulia. Ndio. Takufanya matukio tunatulia. Yeah. Ila mwanangu unakuta mtu anakupanda kichwani namna gani vipi mwanangu, ile inatuelewi mwanangu, unajua mimi sasa hivi sielewi. Mambo shako buguluma ni kwatu, unajua sielewi. Sema nini? Tumsomee kesi. Kisha mtoto. Maana alikuwa amekaa hapo nje, ilikuwa ni usiku sana. Alikuruhusu nani kuondoka na mtoto? Ilikuwa ni usiku sana. Siku nyingine hata kama nitakuwa sipo, naomba usiondoke na huyo mtoto. Mwache hapo hapo. Yaani niwe nipo au sipo, utakapomuona huyu mtoto muache, alafu mimi nitakuja kumkuta. Kwanza huyu mtoto wa wapi? Tatu kutoka hapa. Nyumba ya tatu wapi? Pale kwa mzee Juma pale. Huyu mzee Juma hapa? Basi sawa, nimekuelewa. Lakini nielewe tu hivyo. Usiondoke naye tena. Mama ulikuwa umenichanganya sana. Yaani nikao sielewi mwanangu yuko wapi. Nakushukuru sana. Sawa. Wewe naondoka. Aya, usiku mwema. Mimi naenda kumwona bibi yako hospitali. Unajua kama anaumwa. Hakikisha umeandaa vifaa vyako vyote vya shule. Nishaandaa vitu vya shule vyote. Hapa najiandaa kwenda mazoezini. Okay, basi ukitoka usisahau kufunga mlango, sawa? Bwana afande. Nimekuja hapo kufuata hela zangu. Maana naona muda kama umeisha hivi, alafu nishakupa fupa mpaka hapa, sawa? Alafu naona mahakamani eti bado naitwa tena yani. Alafu nishakupa mazingira yangu mwenyewe unaelewa, mimi nakanio. Asa kijana. Unajua inafikia wakati naona kama umeanza kuleta dharau. Pesa zipi unazozitaka wewe? Kumbuka kwamba pesa ulizokuwa unanipa ni pesa ambazo mimi nilikuwa nazitoa naenda kuanza kutengeneza mazingira kwa hakimu ili wewe uendelee kubaki uraiani. Lakini sasa leo wewe unapokuja unaniambia tu unataka pesa. Pesa gani unataka? Sikia. Usikudumize kichwa mwanangu, sawa?
Wewe nakubani na kuoneshia uchafu wangu. Sasa yani mimi wewe nataka pesa zangu. Yani usiniletee habari za kwanza kunitundishia tena habari hizo. Kumbuka kwamba pesa ulizokuwa unanipa nilikuwa naenda kutoka kwa hakimu ili uendelee kubaki ulayani na kesi isiwepo. Lakini sasa kama mambo yamekuwa tena mambo sio. Kumbuka pesa nyingine nilikuwa nazigawa, mimi natumia kama nauli hivi. Unafikiri mimi mshahara wangu unanitosha yani nitumie mshahara wangu kwa ajili ya kesi yako? Mbona kama hivi huyu mwanangu? Oya babu, oya wewe bwana mzee wa hizi zeleo ujue sasa. Babu sikia, si tuje hapa kupoteza time ujue. Tupe minyonjo tusepe. La sivyo hapa tunashusha bomu. Kijana, hamjaja nyumbani kwangu kwa ajili ya kuja kunivimbia hapa. Babu sikiza. Sijaja kuwasikiliza nyie. Kidogo naomba. Sina pesa hapa. Sina pesa. Pange mwanangu. Sisikiliza. Hayo mambo unayoenda sio. Manyola sio mdogo. Sio hivyo sasa, hatuendi hivyo. Wewe tula mfeto tunakusambanga hapa poa atakutana mbinguni bwana. Sasa tusifike huko bana. Masuala ya kwanza kutumia silaha za moto masuala. Tulia. Baba! Kimbiza? Babangu amemuua. Babako amemuua? Basi jifiche.
Sasa napo nakutafuta kama umeona kidogo fulani hivi chali unajua kama usumbufu mdogo na time mwenyewe mkubwa. Sasa mimi naomba kama leo yupo huko ndani au yupo huko mnielekeze mimi niingie nichukue. Oya. Ana mtoto anaingia huko. Afanye kakuhusu ingia huko. Unajua nini? Swala mimi kuingia huko ndani nimeingiaje najua mwenyewe. Swala mimi huko nimeingia vipi nimefunguaje najua mwenyewe usinipotezee time. Sawa? Mimi namtaka dogo. Nionyeshe dogo yupo wapi. Kama yupo ndani nifungulie huko nimchukue niondoke naye. Hamna mtoto anaingia huko. Hapo nakwambia tena ondoka. Nishakwambia. Wengine nahitaji kusumbua akili. Unajua mali bila daftari potea bila habari. Alafu jambazi bila vitu. Hajaitwa jambazi. Huyo dogo unanionyesha yupo wapi au unionyeshe? Nakwambia hamna mtu anaingia ndani. Ona.
Vipi babu? Fresh. Mwana damu kibao mwanangu kama umechinja ng'ombe. Mwanangu damu hizi hapa so fakes. Damu mwanangu damu kweli mwanangu unajua mwanangu humu ndani mwanangu si tumekuja kumtafuta yule mtoto mwanangu. Ndio. Si tumekuja kutafuta yule mtoto tumkamate tu ndio tukasomee kesi au tumuue mwanangu sio kesi yenyewe hivi. Ndio. Sasa mwanangu nakupa siri mwanangu. Humu ndani tukileta masiara tunakufa sote. Toka hivi mwanangu so poa unajua. Afoe mwanangu wewe. Mbona kama hivyo? Sama kama unajishusha unachukulia poa mwanangu ni ile baridi tu unasema kuna kiumbe kimelingata sio kinini. Mwanangu wewe humu ndani tumefuata mtoto. Sasa hizo kuniambia sio kiumbe kimekungata hivi na hivi afu kama unaandafia vile mwanangu ile baridi tuje kukusingua na sisi wenyewe mwenyewe unaelewa. Mwanangu mimi najua si jeshi moja mwendo wa serenge mguu kati mguu mbele. Mwanangu mimi sikufichi mimi si kwamba muoga. Mimi mwenyewe naeleweka mwanangu naeleweka vizuri mwanangu unajulikana lakini nakwambia hivi tukileta masiala mwanangu tukileta mako mbele nenga ndo kumachi humu ndani babu atoki mtu au afoe mwanangu wewe sikia yangu pange mwanangu umeshakutana na mizimu kibao mwenyewe unaelewa shakutana na mazombi kibao mwenyewe unaelewa mwanangu sawa afu mwenyewe mwanangu unaelewa kama chafu waga si mwandafi mtu wowote yule. Alafu unavoniambia kauli zako si umekutana na mizimu, si umekutana na majini, si umekutana na nani? Huko ndani tumefuata mtoto. Nataka tumkamate mtoto tumsomee kesi kama vile tunamua watu. Mwanangu sikuficha, wewe kupata kesi. Ngoja nikwambie sasa kitu kimoja ambacho ukijua. Ndio. Unajua kuna mavitu, unajua kuna majini. Unajua alafu kuna binadamu au sio si atotonda fii msonye majini sonye mazombi sonye ndo kila kitu lakini humu ndani nilichokutana nacho mwanangu nilichokutana nisikilize kwa makini ndio nilichokutana nacho nimekutana na bongera paka shume mwanangu paka linangata mwanangu paka linangata limeningata wangu ndo na ile damu yote kwa sababu yake yeye mwanangu sasa sikiliza humu ndani hapa fai sikia wewe sawa mimi nakwambia hivi wewe kama unajichenga ujichenge sawa ila mimi nabaki huko ndani natafuta yule mtoto au sio mimi kesi yangu lazima niimalize somea kesi si unasomea kesi baridi somea kesi mimi utanikutana toa hukumu geto isha
mtoto huyu. Sikia nikupange mwana mama. Unaona unaingia kwenye kesi ambayo sio kuhusu. Si ndio? Nini? Sijui chochote. Hujui chochote, si ndio? Unachukulia baridi, unachukulia niweza, unachukulia poa, si ndio? Nataka nikupase ubongo kwa funuo, si ndio? Sasa sikia nikupange. Naomba nitajie mtoto yuko wapi? Sijui chochote. Sijui unachozungumza. Mtoto gani? Kuna mtoto kaingia huko ndani, sawa? Wanamhitaji huyo mtoto. Sijui chochote. Wewe usiniambia hujui chochote, unachukulia baridi, si ndio? Naomba unitajie mtoto yuko wapi. Kama utaki kuingia kwenye hii kesi, nitajie mtoto aliingia huko ndani yuko wapi. Narudia tena. Kama unataka kuingia kwenye hii kesi, nitajie mtoto aliingia huko ndani yuko wapi. Ana mtoto. Mwanangu, kwanza nimeingia huko ndani, mwanangu jimbango na mikosi, unachukulia baridi, nimekutana na viumbe, yani kiumbe sio kiumbe gani, mwanangu aning'ata unachukulia baridi, unaona bidamu hii hapo, mwanangu unachukulia poa, si ndio? Naweza kuliko naweza kulipa damu. Sasa sikia nikupange. Ndio kupasa ubongo wako, sawa? Kwa naomba uniambie mtoto wako wapi uliingia huko ndani. Wewe kama unachukulia baridi, ndio. Sikia nikupange. Sina kingine cha kuongea mwanangu. Namtaka mtoto anaingia kwenye nyumba. Sijui chochote. Sikia si mwanangu yangu na. Ndio kufanya kitu kibaya hapo na. Ndio baridi au sio? Sijui chochote. Unajua yule mtoto kuna nini? Unajua yule mtoto kuna nini? Unataka kumtaja, si ndio? Unataka kumtaja, si ndio? Unataka kumtaja, si ndio? Unataka mtoto kuna nini? Unajua mtoto kuna nini mpaka mnamtafuta? Kwa nitajia mtoto yuko wapi? Mtoto kaingia mundani na fulana ngaja hayupo. Kwa unataka kumtaja, si ndio? Unataka kumtaja, si ndio? Unataka kumtaja, si ndio? Unataka kumtaja, si ndio? Chochote, si ndio? Sikia, sikuongea sana mwanangu, sawa? Mimi namtaka mtoto mwanangu, usikesi unajua hizi hapa, mimi sakuwa sasa hivi, sawa? Nataka mtoto mwanangu. Sijui chochote. Kwa hiyo chochote, si ndio? Hajani mtoto.
Nani? Unashinda kuongea si ndio? Kila kitu tukwambia unafanya wewe huyo. Unanibishia. Wewe. Arudia tena huyu nani? Unipokea kidogo. Huyu nani? Huyu nani? Oh. Mwanao si ndio? Sema. Wapi mtoto? Hujui si ndio? Sasa nakwambia. Kila kitu nachokwambia unasema hujui si ndio? Kwa nini kila kitu nikisema nasema hujui? Aniji. Kwenda mazoezini si ndio? Kwenda mazoezini si ndio? Ongozaji ya unipeleke aliko. Nahisi mtoto atakuwa mkono wakati ukunda. Udoe. Peleke ndipo kwa mtoto. Higa twende! Alipeleke huko mtoto. Sawa. Tunaleta tulako ni kwa kutoke. Ndio mzao wewe. Mbona? Nana kioko chini kichomefanya hivi si ndio? Mbona? Kuna misimu yenu. Wae. Mpeleke mtoto alipo. Sio kwa somo afu ile baridi. Mama unajua mtoto wapi kafu? Haya na mshikwa. Kaka mbona nifanyia kiasi hiki lakini sishamwambia mtu sijui sehemu alipo. Wae. Unachukulia poa nini kafu? Haujui si ndio? Haujui si ndio? Kakangu mimi sijui mtu sehemu alipo. Basi kama mwanangu nione moja kwa kunifanyia hivi. Natakuliwa si ndio? Tashiba. Tulia sana kuonesha mazingira mkavu. Kila siku napenda nakwambia mazingira yangu ifanye ujue kila kitu ujue kavu nini. Siku pike chakula fulani vya meli zinani chakula ile bomba. Wadi sema shamba zangu wanapika chakula kama hicho. Na kilio cha mkunjo. Sisi kupate cha mkunjo kavu. Tulia.
bitch. Akisukane nami. Mbona yeye kama ni hivi, mbona kama sielewi Arifu afu tushawe. Kaingia huko baba. Sauli mtu nampiga na jabali mmoja ataka mimi na mkili kinyama. Tunajua baba mimi ni mjuu baba. Wewe, mpata nini kwenye nyumba? Baba yako sio nyoka mwenyewe kaniponza kanambia kuna kuku kunija nitafute Arifu. Sasa sikia jichenge kigoni. Jichenge chaku. Sasa mtoto